Mungu ametupa somo la kujifunza. Lina kichwa kinachosema mambo ya kuzingatia unapokuwa kwenye dhiki, ama kwenye mateso, kwenye mapito, kwenye maumivu, kwenye jambo lolote ambalo ni changamoto kwenye maisha yako. Unapokutana na huo wakati wa huzuni, labda unapitia mateso kwenye ndoa, mateso kwenye kazi, mateso ya kiafya, magonjwa yanakusumbua, mateso pale ofisini, unapitia vita fulani kwenye utumishi wako, kuna vita imeinuka, ufanye nini? Kitabu cha Zaburi ile ya 46 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu linasema hivi: Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa, ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. Mungu asifiwe. Daudi anatuonyesha wazi ya kwamba wakati wa mateso kuna msaada kutoka kwa Mungu. Anaeleza hapa, anasema msaada utakaoonekana wakati wa mateso, msaada utakaotokea, utakaopatikana wakati huo wa mateso. Sasa ili huo msaada wa Mungu uje, tuna mambo tunapaswa kuyazingatia wakati huo wa mateso, ili hayo mambo yaufunue msaada huo wa Mungu utujilie na ututoe kwenye mateso. Baraka huo msaada si tu unaonekana wakati wa mateso, unaonekana kwa lengo la kutuvusha. Jambo la kwanza unalopaswa kuzingatia unapokutana na hali ngumu kwenye maisha, ama hali ya mateso ama dhiki, vyovyote tutakavyoliweka, jambo la kwanza, isemeshe nafsi yako na kuifundisha kwamba Mungu anakupenda, anakuwazia mema sana, na tena ni mkubwa kuliko dhiki unayoipitia. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza muhimu kabisa, ukikutana na jambo lolote gumu, baya, linaumiza, linatesa, usipaniki. Anza kuisemesha nafsi yako mwenyewe. Iambie nafsi yako, manake jiambie wewe. Kabla hujakutana na mtu mwingine wa kukusemesha, isemeshe wewe mwenyewe kwamba Mungu ananipenda. Hii inakufundisha kwa nini? Saa unapitia mambo mazito, unaweza ukamkosa kabisa mtu wa kukutia moyo. Anaweza kosekana mtu wa kukutia moyo. Jifunze siku zote kujitia moyo wakati wa mateso. Mara nyingi tukipitia mazito, watu wanatukimbia, watu wanatuacha. Hata mume wako aliyekuambia nakupenda, siwezi kula bila wewe, I love you nyanga nyanga, kuna saa atafika mwisho. Hata huyo mke wako anakuambia jamani, yani baba Joshua, bila wewe mimi si chochote, kuna saa ya kizidi
atatafuta pa kukimbilia. Lakini Yesu tuliye naye yuko nasi nyakati zote. Hata watu wakisema unanuka, Yesu yuko na wewe hapo hapo. Watu wakisema umefilisika, Yesu haoni kufilisika, anaona uwekezaji alioweka ndani yako. Bwana asifiwe. Kwa jitie moyo mwenyewe, jiambie hata kama napitia mambo mazito, Mungu ananipenda sana, tena ananiwazia mema, alafu ni mkubwa kuliko changamoto ninayopitia. Ukitaka ujue kwamba wanadamu wanabadilika, waulize baadhi ya wanandoa leo. Kuna wanandoa leo wako kwenye ndoa kwa ajili ya watoto. Hapo ndipo nasema ningependa tu foyeni. Lakini kwa nini yule baba aliyekuwa anampenda, wanakaa pamoja, wanashona vitenge pamoja, hawaachani, kabadilika? Leo hata ukiongea na kukemea kama ni toka hapa, nguruwe pori. Najiuliza, jamani, nimekuwa nguruwe pori leo? Kama mwanadamu anabadilika, lakini Yesu habadiliki. Sasa unapitia magumu, hata watu wakikuzira usikizire. Kama mwenzako usikizire. Haleluya. Yeremia 29:11. Utaona pale anasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Anaposema nayajua mawazo, manake nina mpango na wewe. Hata kama watu hawana mpango na wewe, Mungu ana mpango na wewe, ndio maana bado unapumua. Haleluya. Zaburi ya 68 ule mstari wa 20, neno la Mungu linasema hivi: Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Jehova Bwana. Njia za kutoka kwenye shida ulionayo zina Jehova Bwana. Namna ya kuvuka kwenye changamoto yako Mungu anayo. Bali lazima ujue nini cha kufanya ili njia zake zifunuliwe saa ya mapito yako. Jambo la pili la kuzingatia, ongeza kiwango chako cha maombi kwa Mungu. Usiache kuomba kwa sababu ya pito. Usiache ibada kwa sababu ya pito. Usiache huduma yako kwa sababu ya pito. Likuchochee, likuongezee viwango vya maombi. Kwa sababu kadiri unavyoongeza kiwango cha maombi, ndivyo unavyokaribia mkono wa Mungu, ndivyo unavyokaribia muujiza wako, ndivyo unavyokaribia msaada wa Mungu wa kutoa kwenye shida ulionayo. Luka 22 mstari wa 44. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Anayetajwa hapa ni Yesu Kristo. Alipokuwa katika dhiki, hiki ndicho kile kipindi ambacho alifika mahali pa kusema roho iradhi, lakini mwili, lakini akazidi
Watu wengi huwa wanapunguza sana kuomba, na wengi wanaacha kabisa kuomba, wanaweka nguvu zao kwenye kuombewa. Nisikilize rafiki yangu, maombi yenye nguvu ya kukutoa kwenye dhiki ni maombi unayoomba mwenyewe na si unayoombewa. Saa unapitia dhiki, usiwekeze nguvu yako kwenye kuombewa, wekeza nguvu yako kwenye kuomba. Yesu alipokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, na ukisoma vizuri utakuona ndio Mungu akashusha msaada, hasa malaika wakaja wakamtia nguvu. Saa watoto wameharibika, wamebadilika, mama usiache kuomba. Usianze kusema nimechoka, basi sasa nahesabu sina mtoto wa kiume, basi. Usifanye huo mchezo wa kumkabidhi shetani uzao wako. Hata kama dunia imemkamata, imemharibu, bado neema ya Mungu ingalipo ya kurejesha. Usikatie tamaa chochote ulicho nacho. Mungu anaweza kubadilisha, anasubiria uongeze viwango vya maombi. Punguza kutalii kwenda kwenye maombi, ongeza kiwango cha kumuomba Mungu wewe mwenyewe. Mara nyingi watu wakipitia mapito wanaongeza utalii. Ukimkuta Kibororoni leo, kesho kuta unamkuta Majengo, kesho kuta unamkuta Arusha, kesho kuta unamkuta. Ukimuuliza nini mpendwa, mtumishi natafuta uso wa Mungu. Wapo mzako unautafutia wapi? Haombi, yeye ni kuombewa. TV akiwasha, yeye ni kubandika mikono, hana muda wa kuomba. Ni I connect. Wapo mzako jiconnect na Yesu kuanzia leo. Mweka mikono kwenye TV mpaka vidole vimetokeza kwenye TV yako. Radio unalala nayo, umeme ukatika ikazima. Yaani utaota mandoto mabaya. Yesu wangu, jamani, nalalaje leo bila radio? Wala asifiwe. Yaani halali. Jambo la tatu, tafakari na kuyakumbuka yale yote ambayo Mungu amewahi kukutendea kabla ama wakati uliopita. Ukikutana na jambo lolote zito kwenye maisha, kaa, tulia, acha kupaniki. Tulia, tafakari na kuyakumbuka yale Mungu aliyowahi kukutendea wakati uliopita. Kuna saa utagundua hilo unalopitia sasa ni dogo sana kuliko ulilowahi kushinda. Kuna saa utagundua hilo unalopitia umewahi kulipitia na ukavuka. Kadiri unavyokumbuka, ndani yako matumaini yanaongezeka. Alafu unaanza kuona ndani yako kwamba yule Mungu aliyenivusha jana atanivusha leo. Na saa ingine ukiona ya kwako uliowahi kutendewa hayaji, kumbuka hata yale waliotendewa wengine. Kumbuka hata ndugu yako aliyewahi kuugua, rafiki yako, msharika mwenzako. Kumbuka, mama fulani aliugua, tukakata tamaa, tukasema kuisha, lakini leo anaimba kwaya tena, anapiga step. Mungu aliyemvusha mama nani atanivusha nani. Zaburi ya 37 mstari wa 5. Umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini, naye
fanya. Na anaendelea anasema hivi, ataitokeza haki yako kama nuru na hukumu yako kama adhuhuri. Tulia, tafakari. Manake kile kitendo cha kutulia na kutafakari, manake unampa Mungu nafasi ya kujifunua ndani yako, ya kudhihirisha ukubwa wake ndani yako, ya kujionyesha ndani yako, namna ambavyo amewahi kuwa mkubwa, amewahi kuwa msaada kwako wakati uliopita. Bwana asifiwe. Tumalizie Samueli wa kwanza 17:37. Neno la Mungu linasema hivi, Daudi akasema, Bwana aliniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu, ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyo. Sauli akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Mtumishi wa Mungu huyu Daudi ni saa hiyo anakabiliana na mwamba mmoja hivi anaitwa Goliati. Watu wote wamempa historia ya Goliati kwamba ni mtu wa vita tangu jana wake, hajawahi shindwa pambano. Ndugu zake wote wamekaa pembeni wanamhuzunikia, wanasema jamani Daudi, jamani mtoto wa king'ang'anizi chako, ngoja ufe sasa. We Daudi, wamemkatia tamaa. Ni kama wameanza kufanya maandalizi ya matanga, ya msiba. Walichonacho ndani ya uhakika walionao kwamba Daudi anaenda kufa. Nyuma ya Daudi hakukuwepo na watu wanaomshangilia kwamba Daudi anaenda kushinda. Wote wameegemea, wanasema jamani, tuonane paradiso. Yani wameanza nyimbo za maombolezo. Lakini Daudi alikuwa anamjua Mungu aliye naye. Sasa wamempa historia ya Goliati. Daudi anawajibu, anawaambia hivi, ninyi mnamjua Goliati, mnajua historia ya Goliati. Ndani yangu nina historia ya Mungu. Nilipokuwa porini, ni kama anasema mwaka jana, wiki iliyopita, mwezi uliopita, nilipokuwa porini alikuja simba, nikapambana naye nikamuua. Alikuja dubu, nikapambana naye nikamuua. Kwa ni kama anasema Goliati ni kitu gani? Yule Mungu aliyenishindia dhidi ya simba na dubu atanishindia dhidi ya Goliati. Haleluya. Kuna saa watu wanaweza kukutisha kuhusu mahali unakoenda. Wakikupa historia ya waliofeli, nyanyua historia ya aliyefaulu, anaitwa Yesu Kristo, shujaa wa msalaba. Hajawahi shindwa. Alafu jiambie, wameshindwa wao, mimi sitashindwa. Wamefeli wao, mimi sitafeli. Wamekwama wao, mimi sitakwama. Ninaye Yesu, nimehakikisha. Haleluya. Tusimame. Sema Bwana Yesu, wewe ni Mungu wangu. Hata kama yako mambo yamekuwa mateso, yamekuwa maumivu kwenye maisha, Mungu, wewe unanijua vema. Unajua vita yangu vema, unajua mapito yangu vema, na hata yale ambayo yatatokea baadaye, bado na kutumaini wewe. Nina imani na wewe kwamba wewe ni Mungu unayenipenda na kuniwazia mema. Tena
wewe ni mkubwa kuliko shida yoyote anayokutana nayo mwanadamu. Bwana, nisaidie nione ukubwa wako kuliko ukubwa wa changamoto. Katika jina la Yesu, nisaidie Bwana kuongeza kiwango changu cha maombi wakati wa dhiki. Dhiki isizime maombi yangu, dhiki isiue maombi yangu, bali maombi yangu yaongezeke mbele za Bwana katika jina la Yesu. Nipe pia kukumbuka na kutafakari yale yote Bwana aliyonitendea wakati uliopita, ili anipe ujasiri na imani ya kuvuka katika jaribu lililoko mbele yangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na kuanzia sasa kinywa changu kitakiri mimi ni mshindi, kinywa changu kitakiri mimi ni mbarikiwa, moyo wangu utaamini mimi ni mshindi, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Amen. Tukae.